Kwani ile karatasi hivi niliweka wapi? Nilijiuliza sana, kwa sababu kweli yule dada aliponiachia karatasi yake, mimi nakumbuka nilikuwa kweli mezani pale ofisini kwangu. Lakini je, nimeiweka wapi ile karatasi? Ni jambo ambalo sikukumbuka kabisa. Akili yangu ilihangaika sana, nikijiuliza kwamba ni vipi, ni wapi nitakapoipata karatasi ile ili niweze kujua maongezi ambayo aliyokuwa ameandika pale ndani ya ile karatasi. Nilifikiri sikupata jibu. Nilisema huenda nitakapofika kazini kwangu nitajaribu kukagua ili nijue mahali gani nilipoiweka. Kweli, nilipofika kazini kwangu nikiwa na mawazo kede kede kuhusiana na tukio lililonitokea usiku nyumbani. Nilihangaika sana kuangalia ni wapi ambapo ile karatasi nilikuwa nimeifika. Nilijaribu kuangalia meza nzima, sikubahatisha kuiona karatasi ile. Nilihangaika kuiangalia kwenye kabati, sikubahatika kuiona kabisa karatasi ambayo mwanadada yule aliyejitambulisha kama Mwanajua alikuwa amenikabidhi. Ilinibidi nifungue draw zote. Kwa kweli sikubahatika kuiona kabisa. Ni wapi ambapo nilipoiweka karatasi ya Mwanajua? Lilikuwa ni swali ambalo lililokuwa linanisumbua kichwa changu sana. Na je, ananiambia mimi kwamba ananipenda? Anamaanisha kwamba anataka mimi niwe mpenzi wake? Mbona kama muonekano wake na jinsi ambavyo alivyokuja nyumbani kwangu haonyeshi kama ni mwanadamu wa kawaida? Ina maana mimi nimekuja kupendwa na jini? Mambo ambayo niliyokuwa nayasikia tu katika simulizi. Yumkini haya mambo yakawa ni kweli, au nilikuwa katika ndoto. Lakini hapana, mbona nilikuwa bado sijalala? Nilitafakari pale sana nikiwa ndani ya ofisi yangu. Akili ilinijia kwamba huenda mfanyakazi mwenzangu katika ofisi ile huenda alikuja na kuhamisha vitu ambavyo vilivyokuwa na karatasi ile. Lakini pale pale nilijiuliza, je, mfanyakazi huyo ni nani? Ni nani mwenye uwezo wa kuja ofisini kwangu ilhali mimi ofisi yangu naitumia peke yangu? Hata karani wangu hakai ndani ya ofisi yangu, anakaa katika ofisi inayojitegemea. Je, karani wangu wa ofisi ni yeye aliyekuja na kuhamisha vitu bila ridhaa yangu? Hii sio tabia ya mwanadada Lilian ambaye ndiye karani wangu. Na vipi kama yule Mwanajua aking'ang'ana sana kwamba ananipenda? Vipi hatima ya mpenzi wangu Veronica? Nilijiuliza bila kupata majibu. Lakini hali ya tamaa ilinijia vile vile katika akili yangu. Mawazo yangu yalihamia katika urembo wa mwanadada aliyejitambulisha kama Mwanajua aliyekuja kwa njia ya jua nyumbani kwangu. Lakini yule dada ni mzuri sana. Yumkini kama amenipenda, huenda na mimi nikampenda zaidi. Lakini pia katika simulizi nilizozisikia kuhusiana na maisha ya jini, ni kwamba jini likikupenda huwa linakupa utajiri. Ikiwa litanipa utajiri hata kama ni jini, basi nitakuwa nimefaidi. Lakini kuna hatari za kuwa katika mahusiano ya mapenzi pamoja na jini. Lakini kama litanipatia pesa nyingi, nitafanikisha safari yangu ya kwenda nchini Marekani, ambapo
nitabahatika kukutana na marafiki zangu wengi sana ambao wanaweza wakanifungulia maisha yangu na kuachana na umaskini nilionao. Lakini pia vile vile kama Mwanajua akinipatia pesa za kutosha, nitafanikiwa kumaliza apartment yangu ambayo nimeshaanza kuijenga na nimekwama kule Mbezi Beach. Nifanye nini? Yumkini Mwanajua ana nia nzuri na mimi. Lakini ni nani ajuaye kama ametumwa na maadui zangu katika ofisi ili aweze kunimaliza? Hii ni ofisi. Ofisi tena kubwa, inahusika na mambo ya biashara. Na sio biashara ndogo ndogo, ni biashara za kuuza magari na viwanja na majumba makubwa ndani ya jiji kubwa katika taifa hili. CEO wa kampuni hii ameniamini mimi na kunikabidhi ofisi hii. Lakini haimaanishi kwamba hakuna watu wengine ambao wanatamani hii ofisi. Inawezekana wanamtumia Mwanajua kama kisingizio tu, lakini wanataka wanimalize na wao kuweza kushika nafasi hii. Mpaka pale mawazo yangu yalihamia kwenye kuilinda ofisi yangu na kiti changu ili niweze kukimiliki mimi wakati wote, na akili yangu tayari ilianza kuhama kwa mrembo niliyempenda sana wa siku nyingi, Veronica Mabele. Nitailinda ofisi yangu. Sitakubali kuingia katika mtego wa aina yoyote ile ambao utanifanya mimi niweze kupoteza ofisi yangu kwa sababu ya tamaa za kimwili. Bila shaka Mwanajua sio mtu mwema hata kidogo. Na kuanzia sasa, kuhusiana na libarua lake ambalo aliokuwa amenipa, na achana nalo. Siwezi kuhangaika kulitafuta tena. Nilikuwa nikiongea ndani ya ofisi yangu nikiwa peke yangu. Nilikuwa ninaamini kabisa kwamba nazungumza bila mtu yeyote kunisikia. Kidogo nilisikia sekretari wangu akiwa anagonga mlango. Bosi. Bosi. Yes, karibu. Nilimkaribisha sekretari wangu mwanadada Lilian na yeye aliingia ndani. Samahani, nimekusikia kama kuna kitu ulikuwa unakitafuta na unalalamika mwenyewe. Ni kitu gani nikusaidie kukitafuta? Lilian, kwani kuna kitu umesikia na umejua kwamba mimi ninakitafuta? Kuna vitu ulihamisha hapa ofisini kwangu bila ridhaa yangu? Hapana bosi. Lakini pengine mfanya usafi alipokuja, alifanya usafi, pengine vingine alivihamisha akaweka huku, au ameweka kwenye kabati zako. Na wewe bila kujua, nimekuja kwa ajili ya kukusaidia ili niweze kukusaidia kukipata hicho unachokitafuta. Nieleze ni kitu gani unachokitafuta bosi? Nilimtazama mwanadada Lilian kwa muda kama wa sekunde kadhaa hivi bila kuongea neno lolote. Lilian, kuna karatasi ambayo naitafuta humu ndani. Ni karatasi ya namna gani? Mbona nimekusikia kama ukisonya? Lilian, ina maana kuna mambo mengine umesikia nje ya swala la kwamba kuna kitu ninachokitafuta? Bila shaka boss. Mambo gani? Hebu nieleze. Sijasikia mambo adimu sana, lakini nimesikia kama ukiongea kwamba kuna mtu anaweza akawa anakutega ili aweze kukumaliza. Kumbe umesikia mpaka mawazo yangu. Mimi sijasema hivyo, nilikuwa nafikiria tu. Samahani bosi, ninaweza kujua jambo ambalo linalokusumbua? Sidhani kama ni muda mwafaka wa wewe kujua. Na wewe kazi yako sio kujua matatizo yangu. Sidhani kama hata hii ni kazi yako. Nenda kaendelee na shughuli zako.
Nilijikuta nikimfukuza mwanadada Lilian ndani ya ofisi yangu. Kweli, mwanadada Lilian alitoka ndani ya ofisi yangu na hatimaye kwenda kukaa katika ofisi yake. Nilibaki nikijiuliza sana, ina maana sauti yangu ilisikika mambo yote niliyokuwa ninaongea? Kumbe nilikuwa siongei kimawazo, nilikuwa naongea kwa sauti kabisa. Kidogo wakati nikiwa naendelea kufikiri pale, niliona sura ya mwanadada Mwanajua. Lakini mbona kama alivyokuja pale ofisini kwangu hakutambulisha lile jina kwamba yeye ni Mwanajua? Kidogo nilipofikiri vile, niligundua kwamba pengine maelezo mengi yalikuwa yako kwenye karatasi ile ambayo tayari muda ule nilikuwa sijui nilipoiweka. Mwanajua alikuwa tayari yuko ndani kwangu. Nilijiuliza amewezaje kuingia moja kwa moja bila secretary kunieleza kwamba ni naye mgeni wangu? Karibu. Asante sana Alfan, habari za toka jana? Salama sana. Karibu uketi kwenye kiti. Mimi sitaki kuketi. Nimekuja tu kuchukua majibu ya ujumbe wangu ambao niliokuwa nimekuachia jana. Samahani sana mwanadada, jitambulishe hebu jina lako. Kuniuliza tu jina inaonyesha ni kwamba hujui hata kitu gani kilichokuwa kimeandikwa humo ndani. Sina jina jingine. Mimi ninaitwa Mwanajua. Na sasa nieleze, una majibu gani kuhusiana na ujumbe wangu niliokuletea jana? Pale mimi nilishikwa na butwa tena. Kwa sababu ni ukweli sikuwa nimesoma ujumbe ule ambao aliokuwa ameniachia kwenye karatasi, na hata karatasi yenyewe sikujua iko wapi kwa wakati ule. Alfan, unanitania eh? Kwa nini unaonyesha kuwa na ukali? Mimi nisikilize Alfan. Nataka unipe majibu yangu ya ujumbe ambao niliokuwa nimekuandikia. Kama ungekuwa umeusoma, ungelijua ni wapi mimi ninaweza kupata majibu ya ujumbe ule bila mimi kufika huku. Lakini kwa sababu uliupuuza, ndio maana nimekuja kuchukua majibu yangu. Mwanajua, sina hata huo ujumbe ulionipa. Sijabahatika kusoma. Nimegombana sana na wafanyakazi hapa kwamba huenda kuna mtu amechukua ile barua ulioniachia mimi na yeye akaondoka nayo kuiweka mahali ambapo nisipopajua mimi. Kwa bahati mbaya, hata sekretari wangu amenieleza kwamba hajachukua hiyo karatasi. Sawa, majibu utayapata. Mwanadada Mwanajua aligeuka na aliponipa tu kisogo, alipotelea pale pale. Sikumuona akitoka mlangoni wala kuelekea mahali popote. Mwanajua. What this? Alikuwa amepotea. Msikilizaji, endelea kubaki na mimi uelewe habari ya huyu Mwanajua. Ni simulizi murua kabisa ndani ya channel yetu hii pendwa kabisa ya Habari Mpya G5. Ni Habari Mpya G5 peke yake ndipo unapoweza kupata simulizi kama hili na makala mbalimbali na habari kila wakati. Endelea kubaki na mimi na bonyeza neno lililoandikwa subscribe ili uweze kupata mwendelezo wa simulizi hii. Bye bye. Hadi wakati mwingine.